Kiukweli hapa naona walakini. Yaani kabisa hata sijui nitalitafuna vipi. Kwa sababu hata ningekuwa Embe, sidhani kama ningekuwa Lalika. Sikiza bwana. Acha huo upuzi wako. Hakuna mtu mwenye alihusika kunichagulia Saida. Na kama ni moyo wangu ndio uliomchagua, basi uko na haki sawia kabisa kumchukia. Hatuko salama. Kivipi? Pole, ondoa hofu. Jeshi la polisi liko imara. Imara wapi? Ota tu kwa kila kitu kiko sawa. Pole, mbona kunizia uoga? Walinda usalama wapi na wapi? Yaani juhudi zetu zote hazijazaa matunda. Imetupaswa kuchukuliwa hatua madhubuti. Haiwezekani. Ikizingatia tumemtafuta kila mahali na tujamuona. Na kwa nyanyake je? Hivi mbona wewe hutaki kunielewa? Nikimaanisha kwamba hatujamuona popote, hatujamuona. Tumetuma mpaka wajumbe na hatujamuona. Sasa awe yuko wapi? Maana hivi majuzi tulipokutana tulikuwa na azma ya kutaka kusoma chuo kikuu. Tulipomaliza mtihani. Hapa naona ndoto zenu zimezimwa. Ikizingatiwa mpaka sasa hajulikani alipo. Lakini mama, familia ya Mzee Kishindo imeandamwa na nuksi sana. Itakuwa ni kicha ya wewe huelewi. Pia sisi hatuelewi ni kipi hakiendi sawa. Sasa mbona hamwezi kumtabibu bingo akawezi kuambia lipi la kufanya? Maana anaona kuna mkono wa mtu hapo. Mtabibu wa kweli siku hizi hakuna. Waliochota taaluma hiyo siku hizi wamekuwa watapeli. Utaenda hapo na shida zako kwa kutapeli, mwisho anakuwa na shida zako zote. Hivi uliona vyema kuharibu familia ya Bwana Shindo? Kijana, unasema nini wewe? Wewe una wazimu nini? Kwanza wewe ni nani mpaka uniulize maswali finyu kama haya? Kwa hiyo unaona univalie miwani na kujifanya unijue. Acha nikwambie, mtu uliogemea umekata mzizi, na kama hutaacha utajikuta pabaya. Eti kama sitaacha? Kama sitaacha nini? Nisikize wewe mtoto, hebu nenda zako ukasome huko. Yaani masomo yamekushinda, umeona sasa uanze umbea, si ndio? Ukweli ndio unaita umbea. Ni juzi tu huko maporomokoni wananchi walivamiwa na kupora mabilioni ya pesa. Hebu nisikize Pole, unaona utoto wako wapelekea watoto wenzako huko, na ikiwezekana muende kabisa mchezo wa kuti huko. Mbona kunipuuzia hivyo? Kwani hatustahili usalama? Mambo na usalama na uvamizi wapi na wapi? Mambo ya usalama waachie wahusika wenyewe. Utayaingiliaje mtoto mdogo wewe? Mbona wakazi walipovamiwa, mbona mlichelewa bali pa tukio? Hebu nakuomba nisikize Pole. Yaani achana kabisa na maswali yasiyokuwa na kichwa wala mkia. SP, mbona wanionea? Hata bado atasija kumsumbufu. Naki akujua maana Mzee Shindo analipa ushuru katika taifa letu la Kajitulizeni. Excuse kidogo. Mimi nilikuwa natamani sana nikutane na familia ya moja wa kina Bwana Shindo. Na saa hizi vile nimekuona angalau nifungue roho yangu. Bila shaka mimi ni mmoja wa familia ya Bwana Shindo. Sijui naweza kusaidia vipi? Katika pitepite zangu za maisha, mara si moja nimetamani sana nijue kwa kina Saida. Lakini juhudi zangu hazikuwahi
kuzaa matunda. Go straight to the point. Mara kwa kina Saida, mara mzee Shindo. Halafu hivi nikuulize, aliyekwambia Saida ni mtoto wa mzee Shindo ni nani? Kwa hilo mimi naomba Saida tuliache. Hivi niulize, Saida atakuwa yuko wapi? Maana kila siku nikienda kwake iwa nakutana na bawabu tu mlangoni. Sijawahi kukutana naye. Atakuwa yuko wapi huyo mzee? Hivyo ulimjulia wapi Saida? Na wewe waishi mtaji huko. Anyway, mimi naweza kukusema uko sawa kabisa. Lakini kwa ukijua kuwa mbegu haichagui mahali inapopandwa. Ati mbegu haichagui inapopandwa. Wamaanisha nini? Pengine tu nikuweke wazi. Iko hivi. Saida mimi niliwahi kukutana naye ule wakati alipokuja kule kijijini kwetu. Ule wakati alikuwa amekuja kuendeleza masomo yake ya msingi. Kwani nikikumbuka bila samani. Kama itakuwa heri kwako kunisikiliza, basi ningeliomba iwe hivyo. Okay. Acha Mungu akujalie tamanio la moyo wako. Tamka unavyoona, itakuletea amani moyoni mwako. Nami sina budi kutamka heri ama kwa shari, endapo kama itanilazimu. Hivi kwa majina wanakuita nani? Jina halina mzani. Langu jina alilopewa na walimwengu, Saida wakaniita. Nawe walikuitani? Mimi kwa majina wananiita Kilingi. Ila jina lako ni zuri Saida. Ndiyo, Saida. Anyway, karibu hapa kijijini kwetu. Nikuulize, unaishi wapi na pengine unaishi na nani? Oh, naishi na shangazi. Na ninavyoona wewe ni mgeni sana kwa hiki kijiji. Ndiyo, hujakosea. Natokea sehemu ya pili ya Palani. Kusema ukweli, nakuona muumbika sana. Cha kunitania. Anyway, mimi singependa kukuchelewesha sana. Naomba utafute siku na unipatie ama unipatie siku yenye ambayo utahisi uko free ili tuweze kuongea yaliyo moyoni. Kwa leo utanisamea. Niko na haraka. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Okay. Kwa hiyo ulikuwa unasema nini? Kusema kweli, Saida alikuwa ni chaguo la moyo wangu, lakini nini? Hivyo huku unajua kwamba Saida ni mwanafunzi mpaka wasema alikuwa chaguo lako la moyo? Naomba nielewe. Mimi sikuwa na lengo baya kwake. Mimi nilikuwa nimeamua ni kumsubiri kwanza mpaka amalize kusoma. Akishamaliza kusoma na kuhitimu tu, mimi hapo ndipo nilikuwa nitataka sasa tuoane. Hivi nikisema wewe ndio umechangia kuharibika kwa Saida, hivi nitakuwa nakuonea kweli? Shikamoo mzee wangu. Hapo. Mnajua kuharibu watu wa watu hivi. Shikamoo mzee wangu. Shikamoo mzee wangu. We, na ukome kama alivyokoma titi ya mama yako alivyokuwa kinyonya. Lakini mzee, mimi sioni haja ya watu kulaumiana kwa sababu tayari maji yakashamwagika na haiwezi kuzoleka. Ni bora tutafute suluhisho katika hili. Mlifanya bidii yangu mkayamwaga. Hivi ni yakimwagika yazoleki. Sikize kijana. Kuhusu mwanangu sihitaji tena ushauri kabisa. La sivyo tapita na kichwa cha mtu. Sawa mzee, siwezi kataa, lakini mimi nilikuwa naomba tu msamee mwanao kwa sababu yule angali ni mtoto na anahitaji malezi yako. Nisikize kijana, na kuingia akilini vizuri, Saida si mwanangu, na laiti angekuwa kwangu yeye ni mwanangu, hakika hangeliweza kunidhalilisha kiasi. Mzee, mimi ninakuomba tu, Saida angali ni damu yako. Hata iweje, tunajua kwamba mtoto aking'elea akiga basi hakikatwi. Mimi naomba tu umsamee mwanao, na haitakuwa picha nzuri kumwapiza. Wewe kijana,
nisikize, sihitaji maneno yako. Na iwapo utaendelea kuna upuzi wako, nitakucharaza barabara. Samahani sana mzee. Mimi nilikuwa natoa maoni tu, na ikiwa nimekukosea katika hili, naomba msamaha, naomba unisamehe mzee. Sasa nisikize kwa makini, nasema unisikize kwa makini. Namwambie huyo mjinga mwenzako, huyo Saida, mwambie hapa kwangu sina haja naye. Nasema hapa kwangu sina haja naye, na asihitaji anite tena babake mdogo. Mzee, sasa hapo unavuka mipaka, na ukumbuke yule angali ni damu yako anahitaji malezi yako. Yule ni damu yako, utakuwa hujamfanyia haki ukisema kwamba hapa asiingie. Shut up! Nisikize wewe kijana, kwanza onekana wewe na vijana wenzako mlichangia kuharibika kwa Saida. Acha leo nikuonyeshe. Kama ningekushika ungejua kwamba hujui. Najifanya kijimbi, paraga mitamba ya wengine. We koma kunywa matiti ya mama yako. Shut up. Sikia wewe, unaonekana umebobea sana kuwaibia wanadada, si ndio? Hivi wewe unajifanya jeuri? Hebu pita ndani. Niache. Kweli nimefanya nini alipokuwa nileta kituo? Shut up. Unaonekana wewe umebobea sana kuwaibia wanadada, si ndio? Wewe ndiye mwizi, umezoea kuwaibia wakazi wakajitulizeni. Wewe ndio mwizi, umezoea kuibia wakazi wakajitulizeni. Hivi unafahamu unaongea na nani wewe? Yaani asiyekujua kama wewe ni SP, hata mtoto ile tumboni anajua ni mdhalimu mkubwa. Sasa nisikize kijana, hapa uko chini ya ulinzi na ndio utafahamu vizuri udhalimu wangu. Unanisikia? Usifikirie kama hapa tuko katika somo la fasihi na ukiendelea nacho kidomodomo chako nitakuua na nikakutupe huko baharini uliwe na papa kabisa, na litoke huku liende huku, hakuna lolote litatokea. Laiti ningekuwa nimefanya makosa ningekuomba msamaha, lakini sina kosa, na endapo itatokea damu yangu itawa juu yako. Kijana, hilo kwangu alinibabaishi, kwa maana wewe hautakuwa wa kwanza. Hiyo nitakuwa ni kama tunafanya revision tu. Siogopi wala sitishiki. Yopi itatokea itaandikwa kwenye kumbukumbu. Na kwa taarifa yako, we paid the price. Nisikize wewe muhuni. Hii leo utaniambia ni nani unashirikiana naye kufanya huu uhalifu. Nisikize SP. Kabla sijaenda ndani, naomba ununue mkate na maziwa pelekee babangu, anataka kwenda kazini. Pia mwambie wewe umeniweka ndani. Kijana, hebu acha hizo njaro zako wewe. Kwani huyo babako ndo amekutuma kaibe? Wacha nikurekebisha kauli yako kidogo. Ukisema kuwa mimi nilikuwa nimemharibia Saida maisha, utakuwa unakosea. Maana Saida alikuwa ni chaguo la moyo wangu. Saida alikuwa chaguo langu. Alafu Saida ni chaguo la nani? Nikuulize, hilo ni swali la kuuliza kweli? Saida yeye ni changu doa na alikuwa ni chaguo la SP. Ati Saida changu doa. Kwa hiyo wakati ulikuwa Rambasale alikuwa chaguo lako. Sasa hivi umeanza kurukaruka fence. Hata mimi sijatukana mtu hapa na wala sijaambia mtu kwa ni changu doa ya kumaanisha. Mimi Saida tulikuwa tuko vizuri tu. Lakini nilipokuja mfumania akiwa na SP, hapo ndipo nilianza kujikata pole pole, maana nilianza kuona tu tabia zenye mimi sizielewi. Ikanibidi nijitoe taratibu. Sasa hivi nikuulize, nitakuamini aje? Na pia kama ulinawa mikono kwa Saida, wao mtafutia nini? Mimi nilikuja nikakaa chini. Unaona? Nikajaribu kutathmini hizi tabia za Saida, yeye na SP. Nikaja nikagundua kuwa Saida vile alikuwa akitembea na SP lengo lake lilikuwa ni kumchezea tu. Na alipokuja akaja akampachika mimba,
SP huyo akajitoa. Naona sasa, na kama ulikuwa umpenda kweli Saida, mbona hukuzuia SP kumharibia Saida maisha? Sikiliza, huyo mwanao Saida yeye alikuwa amepagawa kabisa, alikuwa asikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Mama, mbona nasikia sauti ya kaka? Shata Pendo, mwanamke hafai kuwa hivyo. Mbona kambea? Umesikia akipiga hodi sasa? Mke wangu, usimkaribie mtoto. Wenda anazungumza kwa ni kweli. Wacha niende nikakonfirm. Kaka, wewe ni nani? Huyu ni SP. Mimi hata ni bubu hata siongei. Father. Kaka amekuja. Pole mwanangu. Hai jamani, mwanangu jamani. Nipo ulikuwa wapi wewe? Nimemwokota huko akiwa amelala kwenye pango. Huyu hata ni Mungu. Mimi ni bubu anaongea. Ni kweli, nimekumbuka. Huyu ni bubu. Kwa hiyo msimuulize maswali yoyote. Mwanangu pole. Karibu nyumbani baba. Karibu. Tazama mwanangu, mimi na babako tumekutafuta kila mahali lakini hatukukupata. Nilikuwa ndani. Lakini mimi ni bubu anaongea. Si unaona? Hii ni dalili wazi kuwa amerukwa na akili huyu. Ndio maana anajiongelea maneno yasiokuwa na maana. Ni Mungu huyu. Sijarukwa na akili. Bali mimi ni bubu ninaongea. Jamani, mimi naona nishamaliza kazi yangu kuwaletea mtoto wetu. Kwa hiyo naomba mimi niache neno. Sawa? Karibu nyumbani. Na uzidi kutuelezea ulitoa wapi. Haya, karibu sana mwanangu. Tuelezee yaliyomo ambayo sisi hatujui. Je, ulitokea nini? Mimi nilikuwa zoezi. Mara ghafla akatokea kijana wa makamu mwenye amevaa ninja. Mara akanilazimisha kuchukua shati langu na kunipatia laki. Kaendelea na safari yake. Mara muda sio mrefu nikasikia risasi kwa mbali. Hapo nikajifanya mnazo. Nikaendelea na zoezi huku nikipania kumaliza mapema ili niende sokoni. Na sokoni ulifika saa ngapi? Mara ilikuwa naendelea na zoezi. SP akakuja na kunikamata kuniweka ndani. Mnaona SP alivyokuwa mbaya. Alimchukua kaka na kumweka ndani bila hata hatia yoyote. Na sasa hivi mtamfanya nini SP? Mme wangu, nilikuambia nini wewe? Nilikuambia bila hata kubahatisha pole iko mikononi kwa walinda usalama. Lakini ulikataa kata. Haya, niambie sasa, unaniamini? What the hell? Yaani SP umeamua kutuonyesha unyonge sio? Pole. Nikiwa pale ndani, SP nilisikia akimwambia inspector kuwa amefanikiwa kushika jambazi. Nikiwa pale ndani, nilisikia SP akimwambia inspector kuwa ameshika jambazi. Jambo ambalo lilinitia mimi uoga. Yaani SP anakuita bro jambazi. Nimeamini. SP ni maembe. Nikiwa pale ndani bado nilisikia inspector kimwamrisha SP anitoe nje ili nikutane naye. Aliponiona tu akashangaa, akaanza kumfokea. Huyu si Nicole, mtoto wa mzishini. Lakini akapingwa na inspector na akaambiwa kesho yake amlete hapa kwetu. Karibu sana mwanangu. Pendo,
Ndio kaleta kapicha hii. Sawa. Anaenda kwa